Hata wanyamapori wetu ni ndugu na ni majirani. Wanakuja kupata mimba Kenya, wanazalia Tanzania. Kwa hiyo hatuwezi kutengana. Welcome back to Hesbon TV updates. Guys, don't try to swipe up this video. Ikiwa ni Jumapili njema, nashukuru sana Mwenyezi Mungu ameweza kukuongoza umefika siku ya leo. Mtazamaji wangu, leo nataka nikupeleke moja kwa moja hadi pale Tanzania. Kumbuka huyu Mama Suluhu Hassan, kuna mwaka ambaye aliweza kututembelea hapa nchini Kenya. Na kuna yale matamshi alikuwa akiweza kuyatamka. Na haya matamshi yaliweza kufika hapa nchini Kenya. Unaona mtazamaji wangu, ndio hii moment ambazo unaweza kuzisikia. Nataka ukaitazame, then uniambie pale kwenye comment section unanitazama ukiwa wapi. Na kumbuka, kama hii ni mara yako ya kwanza kupata hii video, kama hujasubscribe hakikisha umesubscribe hapo chini, na kama hujalike hii video hakikisha umelike, na utakuwa mtu wetu wa maana zaidi. Hebu tazama, kisha uniambie pale kwenye comment section unanitazama ukiwa wapi. Hebu tazama. Nimebaini kuwa sehemu kubwa ya ujumbe nilioambatana nao wanajua vichochoro vya Nairobi. Wanajua nyama choma inapatikana wapi. Hawakuweza kujibamba. Na hivi nina wasiwasi nisije nikawabakisha nyuma. Makabila ya pande mbili za mpaka yanaingiliana na watu wake ni wale wale wamoja. Tanzania inapakana na nchi 8. Lakini ni nchi ya Kenya pekee ndiyo ambayo tuna jamii nyingi au nyingi zaidi zilizopo katika pande mbili za nchi zetu. Kwenye ukumbi huu wa bunge, nadhani ndani hapa kuna wakina Otieno, kuna wakina Boke, kuna wakina Namelok kama ilivyo Tanzania. Lakini pia kuna akina Kilonzo na akina Kioko kama ilivyo Tanzania. Lakini zaidi kuna Muhammad Faki Mwini Haji. Huyu ni seneta wa Mombasa, lakini hili ni jina safi la Kizanzibari. Kwa hiyo hatuwezi kutengana. Hii ni mifano michache tu. Hata wanyamapori wetu ni ndugu na ni majirani. Kuna wale wanyamapori wanani wale? Wanakuja kupata mimba Kenya, wanazalia Tanzania. Sasa ingekuwa wanyama wana uraia, wangekuwa raia wa wapi? Wakitoka Serengeti wanaingia Masai Mara. Kwa hiyo ni pale pale. Tulifurahishwa zaidi na uamuzi wenu wa kuanza kutumia lugha ya Kiswahili ndani ya bunge. Na ndicho kinachonifanya mimi nisikilize bunge la Kenya. Na enjoy kile Kiswahili kile. Kiswahili chenu kina vionjo vingi, kuna vionjo vyake ambavyo peke yake ni burudani tosha kusikiliza. Nilikuwa namsikiliza Mheshimiwa Spika anavyoshindwa kutaja namba za miaka kwa Kiswahili.